Ado aito muriega. Muriega rigi. Najua mmechoka, mlikuja asubuhi. Lakini ile kazi imetuleta hapa. Tunaenda kuifanya saa hii. Si namna hiyo? Moto ile atia. Mweyokwo. Very good. Ona ithuĩ tũrĩ okwo, twĩhokete Ngai. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Amen. So wacha nichukue nafasi hii nishukuru Engineer Kiragu, rafiki yangu mheshimiwa, kwa kutengeneza kikao hiki. Watu ambao ni wanabiashara wadogo wadogo, wakiwemo watu ya bodaboda, wakina mama mboga, nao mechanics, sisi wanasiasa sana sana tumezoea kuwatafuta wakati wa kampeni. Si ni kweli? Hata wachungaji ambao wanatuombea, hawa watu wote tumezoea kuwatafuta uchaguzi ukikaribia. Ndio unaona watu ya siasa, uchaguzi ukikaribia, anakuja na reflector ya shilingi 40 anapatia mtu ya bodaboda, kwa sababu kura imekaribia. Anakuja na apron anapatia mama mboga, apron ya shilingi 20. Sisi tumejizungumzia na tukasema hatutaki kamwe tunakuja kutafuta wananchi na kutafuta wanabiashara wadogo wadogo. Wenzangu, kwamba serikali hii ya Kenya Kwanza, watu walisimama na sisi tukiongozwa na Rais William Ruto. Wale walikataa kabisa kusawishwa ama kusawishiwa na watu wengine, mpaka wakasimama na sisi. Ni wahubiri, ni mama mboga, ni bodaboda, ni mechanic, ni watu wa kawaida wa huku chini. Nebu wakana tebu. Nema kana tema. Na kwa sababu hawa watu ndio walisimama na sisi, hatutangoja ati uchaguzi mwingine ukifika huko mbele, ati saa hiyo ndio tutakuja kuwatafuta tena. Tutatembea na hao hatua kwa hatua, kwa sababu urafiki uko muhimu kuliko kura. Urafiki na wananchi uko na umuhimu kwetu kama viongozi kuliko hata mambo ya kura. Hapa Limuru tulifanya hema kama hii wakati wa kampeni. Wale wenzetu ambao hali yao ya maisha iko chini kidogo, tukaelezea sekta ya bodaboda, wafugaji, sekta ya wakulima, sekta ya kutafuta mkate kila siku huku mashinani. Tukasema watu tungetaka sinamna hiyo. Tukasema rasilimali mingi ya serikali itaekezwa kwa sekta ili wainuke. Na tukasema inaitwa bottom up. Wakati Mungu ametujalia ombi ya wachungaji wetu na maaskofu na bidii yenu na kura yenu, Rais ameanza kutuongoza kushughulikia uchumi
sana sana tukilenga yale mambo ambayo yanaumiza mwananchi wa kawaida, kuondoa mzigo na uchungu wa gharama ya maisha na kuifanya afadhali kidogo, ili tuinue watu wetu kutoka bottom kwenda up. Kwa hivyo ukisikia tukiongea mambo ya bei ya unga vile ilikuwa 2022 na sasa, watu wengi hawaelewi kwa nini tunarudia mambo ya bei ya unga. Kwa sababu watu wengi ambao wako na uwezo hata hawakuli ugali, wanakula vitu vingine, si kweli? Lakini kwa familia nyingi katika Jamhuri ya Kenya, ile unga ni muhimu sana ili watoto na familia wapate chakula kila siku. 2022 unga moja kilo 2 ya mahindi 220, 230, 240 ikafika mpaka 250 per packet. Today imeshuka kwa zaidi ya shilingi 100 kwa sababu iko 120, 130, 135 hapo. Hiyo ni kazi kubwa na bidii ya serikali ili kupunguza ile bei, hata kama haijafika mahali tunataka, kwa sababu tungetaka ishuke hata zaidi. Lakini kufikia sasa ambayo kila mkulima wa majani chai, wa kahawa, wakulima wengi ilikuwa 7,000, saa hii ni 2,500. Watu wengi hawaelewi maana ya fertilizer kushuka, lakini wakulima sana sana mashinani, wa kahawa, wa majani chai wanaelewa. Tulipatia KTDA subsidized fertilizer, na hiyo ndio imesaidia, ni moja ya ile vitu imesaidia bei ya majani chai imeongezeka kidogo. Hata kama Aaron Cheruiyot amesema vile nguvu ya dola ilishuka, lakini ile bidii ilishuka na nyinyi. Lakini ile bidii tumefanya, tumehakikisha kwamba hata shilingi ya Kenya vile imepata nguvu, Kenya imepata pesa zaidi ya kigeni kupitia kuuza majani chai kuliko mwaka yoyote yule tangu tupate uhuru. 2022 Kenya earned 160 billion from the sale of tea, foreign exchange. 2023 it rose to 181 billion. 2024 it rose from 181 to 215 billion shillings. Hapo ndio William Ruto amefikisha majani chai, na tunataka hiyo mapato iongezeke. Average price per kilo tumeikuta majani chai average price per kilo ikiwa 44 shillings. Leo average price per kilo ni 64 shillings. Tunataka tuisongeshe kulingana na vile waheshimiwa wamesema, ifike 100 shillings going forward. Kwa sababu mkulima wa majani chai akipata pesa zaidi, hiyo ndio bottom up. Bei ya unga ikishuka kidogo, hiyo ndio bottom up. Tunajenga masoko 400. Hiyo masoko sio ya masoko ya wanabiashara wakubwa, ni masoko ya mama mboga, masoko ya watu wa chini, wanabiashara wadogo wadogo, wanauza bidhaa yao kwa miariro. Teguo mendageria na kou miariro-ini na fara kana teguo wanauza pale. Wale hawaelewi lugha ya nyumbani kama Aaron Cheruiyot, tunasema hii masoko tunajenga kama national government na tutazipatiana kwa county government, ni ya kuhakikisha kwamba wanabiashara wadogo wadogo waache kuuza
ama kuuzia bidhaa zao kando kando ya barabara, wakinyeshewa na mvua, wakichomwa na jua, wakipata vumbi, wakihatarisha maisha yao kwa magari. Hiyo sasa tunataka tuwatoe hapo, wajengwe soko nzuri, iko na mahali pa kuweka bidhaa zao, na ile mboga na sukuma wiki na cabbage na nyanya ile itabaki. Hiyo soko iko na fridge, mahali hiyo bidhaa itahifadhiwa, isioze, iuzwe leo, iuzwe kesho, iuzwe next week, mpaka hiyo stock imalizike. Hiyo masoko tunajenga, iko pia na chumba maalum. Wale akina mama wetu ambao wananyonyesha watoto, wanakuja na watoto wao, na wale wanawatunza wanakaa kwa hiyo room. Mtoto akisikia njaa, mama anatoka kidogo, anasort out mtoto, anarudi kwa biashara yake. Hiyo ndio heshima. Tulisema tutaleta heshima kwa akina mama mboga. Na leo hapa Kiambu, kaunti ya Kiambu, katika ile soko tunajenga Kenya, masoko 400 Kenya nzima. Kiambu kwa sasa kuna masoko 29 ambayo inaendelea kujengwa. Kila constituency iko na masoko 2, 3, 4. Na kama vile kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa amesema, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, Kiambu has got the lion's share of our programs for markets, roads, and affordable housing. Why? Because Kiambu is a large county. Sio ati tumewapendelea. Kiambu is a large county. Kiambu is a trading county. Kiambu gave us the highest number of votes in Kenya. Ala? Sinamna hiyo? Wega urea wanakei. Wega urea wanakei. Kwa hivyo wakati unaona serikali inaelekeza markets nyingi, zizi za Kiambu zimeshinda zile ziko hata other neighboring counties, ni kwa sababu there are more people, and we need therefore to balance and make sure there is equitable development. Walio wengi waongezewe zaidi, wale wengine pia wapate haki yao. Si namna hiyo? So katika mpango wetu wa affordable housing na markets, we are spending currently here ongoing projects 22 billion Kenya shillings in Kiambu County. And there is a further 26 billion shillings. In the next few months, we will start new projects of another 26 billion shillings here in Kiambu County. Ukiweka pamoja, that is 48 billion shillings in one county. Yeah. Sinamna hiyo? Mambo ya barabara vile Mheshimiwa Kimani Ichung'wah amesema, we have ongoing projects. Na zile zilikuwa zimekwama za Maumau, Rais amefanya bidii, tumepata pesa ya kuhakikisha kwamba tuko na pesa sasa ya kufufua miradi yote ya barabara iliyokwama na kuikamilisha kabla ya tarehe ya uchaguzi wa 2027. Si namna hiyo? Kwa hivyo leo tuko hapa kwa minajili ya wanabiashara wadogo wadogo, ili wajipange. Masoko hiyo ikijaa wawe na stock kidogo. Watu wetu ya bodaboda waendeshe sako zao kidogo. Nimesema ya kwamba kahawa, kwa sababu nyinyi mnakuza kahawa, 2022 kilo moja ya kahawa tulikuwa tunauza shilingi 40, 50, ikizidi sana 60. Leo hii wale wako na kahawa hapa Githunguri na sehemu zingine 120, 130, kule Embu na Kirinyaga imefika 140, 150 shillings per kilo. That is the highest price of coffee in 35 years. Mahali William Ruto amefikisha bei ya kahawa, it is the highest price we have ever got
in 35 years. Na kahawa ikiwa mzuri, hiyo ni bottom up. Mkulima ni mtu ya chini, anapata pesa kidogo. Majani chai ikiendelea kuinuka, hiyo ni kuinua wananchi. Empowerment kama hii, watu wakipata stock na pesa kidogo ya kujipanga, hiyo ndio bottom up. Masoko ambayo tunajenga ni kuinua kina mama na kuwawekea modern markets. Iko na ICT hub, iko na code rooms, iko na lactation rooms. That is the proper bottom up. Maziwa, tulikuwa tunanunuliwa maziwa 35 shillings, 33 shillings 2022. Safari hii KCC inanunua at 50 shillings na tunataka tusongeshe hiyo bei ikipanda. Kwa manifesto ambayo tulitengeneza hapa, GMR ama guaranteed minimum returns, ile bei ambayo mkulima tuliahidi kwa maziwa, tulisema tutatoa from 33 shillings to 50. We are already at 50, but we are not stopping there. We want to make sure that that price goes up. Mambo ya kahawa, tulisema tutatoa 40 shillings to 100 shillings. We are already in 120, 130, 140, 150. Ile ambayo imebaki kidogo ni tea. Tea tulikuwa tuliahidi 100 shillings. Tumeitoa 44 shillings per kilo to 64 shillings per kilo. Tunataka tusongeshe mpaka ifike kule juu 100 shillings. Kwa hivyo hiyo ndio kazi imetuleta hapa leo. And we mean business. Na mtatuona hapa siku mingi sana. Unajua mimi miaka miwili imepita, mimi nilikuwa minister wa interior. Mimi nilikuwa naishi huko Boni Forest. Nilikuwa naishi huko permanently. Kwa nakuja Nairobi kusalamia watu siku moja na nakuja jioni, asubuhi nimeenda huko. Nikitoka Boni Forest niko Shakahola. Nikitoka Shakahola niko Northeastern kwa Al-Shabaab. Nikitoka Northeastern niko huko Laikipia na Baringo kwa bandits na Turkana. Regrets for the 2 years I was in that ministry. Si namna hiyo. Si mtu akipewa kazi anafanya. Si kazi ni kazi. Si hata hiyo nilikuwa nayo ni kazi. Pale Lamu, almost half of that county ni watu ambaye asili yao ni asili ya Mlima Kenya. Si ni kweli? Karibu nusu ya wakazi wa Lamu ni watu ambaye asili yao ni hapa Kiambu, Meru, Murang'a, Nyeri, Nyandarua na Kirinyaga. Wakati nienda pale 2022 Ruto akiwa rais, watu wetu na wenzao ambao wako kule Lamu walikuwa wanauawa kama inzi na Al-Shabaab. Mimi nikakuamilia hapo, amani ikapatikana. So saa hii kazi nimepewa ya deputy president nitaisukuma kama gari ya miraa. Mumesikia vile mnasema? Hii kazi sasa nimepewa ya naibu ya rais ya kusaidia rais kusongesha barabara za Kiambu, masoko ya Kiambu, stima ya Kiambu, maziwa ya Kiambu. Nitaisukuma kama gari ya miraa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Na unajua miraa inatokanga huko hiyo kona yetu hapo. Si namna hiyo? Kwa sababu ukiwa na bahati, sio kusema ati wewe ndiye muhimu kuliko wale watu wengine. Ukipata nafasi, wananchi wamekupatia kazi kama rais, kama naibu wa rais, kama waziri, kama mbunge, kama MCA, usijifanye ati wewe uko na maana kuliko wale wengine. Ni Mungu amekujalia, fanya kazi kwa sababu uko na nafasi ya kuhudumia wananchi. Kwa hivyo kwa sababu najua hii ni muda nimepewa nisukume hii biashara ya kusukuma maendeleo. Songesha hiyo kazi, hata mtashangaa. Si umesikia nitarudi Kiambu tena Sunday? Si Kimani Ichung'wah amenipangia na mheshimiwa Kuroria
ati nizurure siku 2-3 alafu siku 2 nirudi tena. Nilikuwa hapa Limuru the other day, hata mwezi haijaisha. Nitarudi tena kwa sababu kuna project tumeweka hapa 170 million. Serikali ya William Ruto imesaidia Limuru Dairy na 170 million ya kutengeneza mtambo wa UHT, watengeneza ile maziwa inakaa muda mrefu. That money has been used well. The UHT plant is ready. Mimi narudi hapa kucommission. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? That is the way I understand my job. Ama kuna kazi nyingine? Unajua kuna watu walikuwa wananiambia ati kazi ya deputy president ni kupigana na rais. Hiyo ndi kazi ya deputy president? Si kazi ya kupigana na rais, ni ya opposition. Opposition ndio wako na right ya kupigana na mwenye anataka kupigana na rais aingie kwa opposition. Sisi watu ya serikali tunafanya kazi laini moja. Iko mtu mmoja pale mbele, number 2 yake ndiye huyu, iko number 3, number 4, number 5 tunafanya kazi na single file kama askari. Ndio tusivurugane. Plant ya UHT ipatikane, soko ipatikane, kahawa ikuwe mzuri. Mwenye anataka kupigana na rais aende kwa upinzani, tutakutana huko mbele siku ya kura. Ama namna gani watu wetu? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Sana nataka niwashukuru. Mimi nitatembea hapa mpaka muulize huyo mtu kwani hakuna kaunti nyingine anaendanga. So Kiambu, the needs of Kiambu are very many. It's a big county, strategic county, productive county. Na tufanyi kazi tunafanya Mount Kenya peke yake. Tunafanya Kenya mzima because our country is one indivisible country. Na mnajua nyinyi watu ya Kiambu na watu wetu hapa, watu wetu ya Mount Kenya, watu wetu wako kila mahali katika nchi yetu Kenya. Si watu wetu wako Eldoret, wengine Kisumu, wengine Lamu, wengine Lodwar. So lazima viongozi ambao tunatoka hapa tujue kwamba Kenya ni moja, na wale tumepewa nyadhifa za kitaifa kama mimi. Mimi ni deputy president wa Kenya nzima, lakini nimesema nitachunga Kiambu maziwa ambayo iko kwa moto. Si namna hiyo? Wakati rais nimemwambia nakuja hapa, sasa tumeanza empowerment na tutaimaliza na dakika 3, kwa sababu wale wengine nimesikia walikuwa wametoa pesa yao, lakini watatoa in 3 minutes. Msijali. Muko tayari? Muko chonjo? So niliambia rais nitakuja hapa tukiwa na Kimani Ichung'wah na Aaron Cheruiyot ametutuma. Lakini kabla sijawaambia message ya rais, mungetaka rais atembea hapa Kiambu tena? Sijui kama Kimani, tunachukua opinion poll ya raia, watu ya Kiambu. Mungetaka rais Ruto atembea hapa tena? Mutamkaribisha? Nionyesheni kwa mkono wale wanasema rais atembea hapa. Kwa hivyo nikirudi nimsalamie, nimwambie atembea arudi hapa tena. Na mimi unasema tukuje na yeye? Tukuje na rais? Tukuje na rais kabla rais arudi hapa, kwa sababu ameniambia ni kama mlikuwa mmepatiwa leakage na plan ya kukuja. Lakini mimi tutakuja na yeye, lakini before he arrives back, si tutembea hapa na hao waheshimiwa mara mingi pia. Mimi nikuje hapa tutembea na hao waheshimiwa constituencies zote za Kiambu, kutoka Limuru na Lari na Githunguri na Kabete na Kikuyu na Kiambu Town na Kiambaa na Thika na Juja na Katondo South, Katondo North na Ruiru. Tuendelee tusiendelee?
Rais amesema yeye ndiye anatuanzia hii safari na pesa yake ipelekwe pale, kwa sababu pitia hapa Limuru na waheshimiwa wengine wa Kiambu. So alitutuma, na wakati alitutuma hata sisi tukachanga tukamsindikisha hapo. So hiyo pesa itapelekwa pale kwa kikapu niki-announce ikiwa pamoja. Si namna hiyo? Ndio wale wengine ambao hawakukuwa pale asubuhi waongezee tumalize kazi. Si namna hiyo? Si namna hiyo? So Rais William Ruto ametutuma na shilingi milioni 3. Abarikiwe asibarikiwe? Abarikiwe asibarikiwe? Wangapi wanasema abarikiwe rais wetu? Hii empowerment, tusikizane. Hii empowerment kidogo, order, tusikizane. Hii empowerment ni ya kusaidia mechanics, mama mboga, bodaboda, watu wa chini. Ndio tukijenga masoko, mama mboga anaingia mahali pa heshima. Bodaboda pia wafanye biashara yao wakiwa na pesa kidogo ya kuendesha mambo yao. Hiyo ndio bottom up. Hiyo ndio bottom. Hiyo ndio bottom. Hiyo ndio bottom. Hiyo ndio bottom. Na sisi tulisema tufanye mapema, tuendelee. Wakati wa kampeni kifika, tutakuja kupiga siasa ya uchaguzi. Na mimi kama Deputy President vile vile nimesindikisha hiyo pesa ya rais na shilingi milioni 2. Si hata nikibarikiwa hata mimi kuna makosa? Nikibarikiwa kuna makosa? Kuna makosa? Kuna makosa?